Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Mbele yako ni rafiki yako, mhubiri wa Injili, mwalimu wa neno la Mungu, Edwin Urio. Ninataka nikuambie nini leo? Leo nina habari njema sana. Na Roho Mtakatifu amependa tujifunze kitu kifupi sana. Ndugu zanguni, kuna kitu kinaitwa watu wa baraka. Maisha yana watu wa baraka. Na maandiko yananiambia Mungu anapotaka kumbariki mtu, huwa anatuma mtu, au analeta mtu kwenye maisha yako, au anakukutanisha na mtu wa maisha yako. Lakini pia adui anapotaka kuharibu baraka au mafanikio ya maisha yako, pia atakuletea mtu. Nataka nikuambie, hata kama umeumizwa kwa kiwango gani, hata kama watu wamekuharibia sana, kuna mtu ulimpenda sana, kuna mtu ulimwamini sana, ukafikiri ni mtu muhimu sana, lakini kwa namna alivyokutenda umeishia kusema sintamwamini mwanadamu tena. Na hizo zimekuwa ni lugha za watu sana. Usiwaamini watu, usiwaamini wanadamu. Kuharibiwa na mtu mmoja kwenye vitu vizuri kwenye maisha yako haiondoi ama haimaanishi kwamba hakuna watu muhimu, hakuna watu wazuri kwenye maisha yako. Hao watu wapo. Usisahau, na Biblia inasema wazi, ukisoma kitabu kile cha Isaya, ile sura ya 43 na ule mstari wa 4, Biblia inasema hivi: kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda, kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Ndugu unayenisikia, rafiki unayenisikia mahali popote, hata kama umeumizwa na watu 10, yuko mtu mmoja ambaye ni mtu wa baraka kwenye maisha yako. Nitakuombea. Iko neema ya Mungu kwenye maisha yako bado. Usikatae. Kuna mtu kwenye mahusiano alikuja ukampenda sana, ukamgaramikia sana, ukafikiri ndiye mtu muhimu wa maisha yako, lakini akageuka kuwa mwiba. Leo umekata tamaa kabisa, hutaki kusikia ushauri wa mtu, hutaki mahusiano kabisa, hutaki ushirika na mtu yeyote. Kwenye huduma umeumizwa sana kwenye huduma, mpaka unawaza sina haja tena ya kwenda kwenye huduma, siendi tena kwenye maombi. Nataka nikwambie, shetani anapotaka kukuondoa kwenye mlango wa mafanikio, atakuletea aina ya watu ili wapate kukuumiza, ili wapate kukuharibia. Ulikuwa kazini, kuna mtu ulimwamini ukampa fedha kwenye biashara ama kwenye duka lako, kuna mtu ulimwamini amekufilisi. Kuna mtu mashambani ulikuwa unamwamini kwenye kilimo, kwenye madini, kila mahali. Kuna maeneo kazini, kuna mtu ulimwamini sana, ulikuwa unamueleza siri zako, kumbe ndiye adui wa maisha yako. Nataka nikwambie, hao watu hawatakoma katika nchi hii, hawatakoma katika dunia. Lakini kukutana na hao watu haimaanishi kwamba hakuna watu wema. Mungu ili akubariki, ili Mungu akupeleke kwenye mafanikio, atakuletea mtu. Na maombi yangu jioni ya leo ni ya kukuombea watu wa baraka. Iko neema ambayo itakwenda kukufungua macho ili upate kukutana na mtu wa baraka kwenye maisha yako, mtu ambaye atafanyika baraka kwenye maisha yako. Biblia inanieleza wazi. Ukisoma Biblia yako, kitabu kile cha Mwanzo, sura ile ya 41 na ule mstari wa 38, Biblia inasema, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho wa Mungu ndani yake? Farao alipokutana na Yusufu, aliongelea habari ya mtu. Wewe unajua wazi, Yakobo alipofika kwa Laban, utajiri uliingia kwenye nyumba ya Laban. Na Laban akamwambia, Mungu wa baba yako amenifanikisha. Baada ya wewe kufika kwenye familia yangu, historia imebadilika. Utajiri umekuja. Unahitaji mtu. Lakini Luka sura ile ya 5 na mstari wa 4, unajua Petro alikuwa anafanya kazi ya kuchosha usiku kucha, amevua hajapata kitu. Alipokutana na Yesu Kristo, akamwambia, chukua mashua yako, twende mpaka kilindini, shusha nyavu. Akapata samaki wengi sana. Lakini kabla hapo Petro alikataa. Akamwambia, mwalimu, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, na muda huu wakati wa mchana huwezi kuvua samaki ukapata, lakini kwa neno lako nitashusha nyavu. Nataka nikuombee. Kuna mtu utakayekutana naye baada ya maombi haya,
utapata connection. Utapata connection ya kibiashara. Utapata connection ya kazi nzuri, iwe serikalini, iwe ni kwenye taasisi. Yuko mtu, kuumizwa na mtu mmoja au wawili sio chanzo cha kutaka kuolewa tena. Yuko mtu wako sahihi, yuko mtu wa baraka. Nataka nikuombee ili Mungu afungue macho yako na neema ya Mungu iingie kwenye maisha yako sasa, ili wale watu wako wa baraka waanze kutokea tena kwenye maisha yako. Nataka nikuombee sasa. Nina kiu, ninasikia uzito wa Roho Mtakatifu kukuombea. Unahangaika kwenda nchi za nje, unatafuta connection ya kibiashara nchi za nje, iwe ni China, iwe ni Uturuki, iwe ni Dubai. Nitakuombea. Utakutana na mtu muhimu. Ndiyo, kuna mtu ulikutana naye, kuna mtu ulimwamini China, amekutia hasara. Ulimpa fedha ya mtaji, ulimpa fedha ya kukuchukulia mzigo, akatokomea nayo, umevunjika moyo. Yuko mtu ulimwamini akusimamia ujenzi wa nyumba, ulipofika kukuta kiwanja kiko vile vile, hakuna tofali, hakuna kazi yoyote, na mamilioni ya fedha yamepotea. Kukutana na huyo mtu ulikuwa ni mlango wa adui kukukatisha tamaa. Ila baada ya maombi ya sasa, roho yako itaamka, utakutana na mtu wa baraka ambaye utakwenda atakufikisha kwenye Kanaani ya maisha yako. Kuumizwa na watu wawili watatu sio kwamba watu muhimu hawapo. Watu wa baraka wapo. Iwe ni kwenye huduma, kama umeumizwa usivunjike moyo. Kwa mtu anasema siendi tena kwenye maombi, siendi tena kanisani, nimeumizwa. Nataka nikuambie, simama tena. Iko neema jioni ya leo, utaamka na utastawi tena. Nataka nikuombee sasa. Utakaposikia maombi haya, hiyo namba itakayoruka hapo, utoe ushuhuda wako, kwa maana ushuhuda unajenga. Nataka nikuombee. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba kwa habari ya mtazamaji huyu ambaye ameumizwa na watu, amekata tamaa, na hata pale ambako Mungu ulitamani kumletea mtu kwenye maisha yake akakataa, akawafukuza wale watu ambao walikuwa ni watu wa baraka. Adui alimletea watu ambao wamemharibia huduma, wamemharibia biashara. Ninaomba katika jina la Yesu, Mungu wangu, umesema kwa kuwa mtu huyu ni wa thamani machoni pako na unamheshimu na umempenda, utatoa watu kwa ajili ya maisha yake, utatoa kabila za watu kwa ajili ya maisha yake. Ninaomba hiyo neema sasa juu ya mtu huyu anayenisikia katika jina la Yesu. Haijalishi alivyoumizwa, haijalishi alivyokwazwa, haijalishi alivyoharibiwa, haijalishi alivyofilisiwa, haijalishi hasara aliyopata kwenye biashara yake, ninatamka, haijalishi alivyoumizwa kwenye kazini, ninatamka katika jina la Yesu. Kuna mtu ameumizwa kwenye mahusiano, ninakutamkia sasa katika jina la Yesu Kristo, na kutamkia neema ya kukutana na mtu sahihi kwenye maisha yako, na kutamkia mtu wa baraka akutanishwe na wewe sasa. Natamka neema ya Mungu, na achilia neema ya Mungu sasa katika jina la Yesu Kristo, na kutamkia neema ya Mungu itakayokukutanisha na kukupatanisha na mtu wa baraka kwenye maisha yako. Iwe ni kwenye huduma yako, iwe ni kazini kwako, iwe ni kwenye ndoa yako. Kuna mtu umeoa mara ya kwanza, mara ya pili, unasema sintaoa tena, wanawake hawafai. Na kutamkia jioni ya leo, wanawake wa baraka wapo. Hao waliletwa na adui kwenye maisha yako. Usivunjike moyo. Kuna mtu umeolewa mara ya kwanza, mara ya pili, umesema hutaki tena kuolewa kwa sababu kila mwanamume uliyokutana naye amegeuka kuwa tanzi. Na kutamkia jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai, na kutamkia neema sasa itakayokukutanisha na mtu wa baraka, na mtu muhimu wa maisha yako katika jina la Yesu. Iwe ni kibiashara, iwe ni kiuchumi, iwe ni kwenye mahusiano, iwe ni kwenye huduma, na kutamkia mwanzo mpya, na kutamkia mwanzo mpya, na kutamkia mwanzo mpya, na kutamkia mwanzo mpya kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninakubariki na baraka zote kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo. Amen. I love you.